so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, ever. Hali si hali tena. Waliotegemewa wamegeuka kuwa si wa kutegemewa tena. Si hatukuwa watu wa kuomba, tulikuwa tunajitegemea. Walipoishi na kuita nyumbani si kwao tena. Wamefurushwa na kubomolewa majumba yao. Karibu kwenye makala ya kilio cha wajane waliotekelezwa na jamii zao baada ya ume wao kuaga dunia. Cha kuumiza zaidi, serikali walioitegemea kwa msaada imewafurusha na kuwabomolea makazi yao na kuwaacha kwenye baridi. Hawajui ni nani atakayewasaidia, hawajui ni nani wa kukimbilia. Makala haya yameletwa kwako na wakfu wa Mfalme wa Amani Foundation na kusimuliwa nami Job Wamalwa, wapiga picha wangu Thuku Karanja na Kimpali Wanjiku. Ni kundi la wajane ambao wameletwa pamoja na wakfu wa Mfalme wa Amani Foundation. Wajane hawa wanashirikiana pamoja na kusimulia masaibu wanayoyapitia katika maisha. Alikuwa Kakamega. Niliambiwaje na mama yake, utapanda hii gari, wewe ndio umefanya mpango, mabwana zako nunulia kijana. Wakanipigia simu, wakaniambia kwamba Mama Tani, Chris ameenda. Hao watu waliona ya kwamba mimi ndio niliua ndugu yao, na hasio hivyo. Maana kila mtu ana siku yake ya kuenda. Maana hata ukilala kuna mwenye atalala kwa ugonjwa, kuna mwenye atalala tu ghafla, kuna mwenye atapata accident. Ni kweli. Katika kongamano hili wanakutana na mwanzilishi wa wakfu wa Mfalme wa Amani Foundation, Apostle Ndura wa Ruingi, ambaye pia ni mchungaji wa kanisa la Crusaders for Christ Ministry, ambaye anawatia moyo na kusisitiza wasikate tamaa katika maisha. Nini kilichofanyika? Tumesikia hapa, tumepatiwa, Mungu alitupatia mbaraka, akatupatia samaki, akatupatia dunia na akatubariki. Wewe ni kwa nini? Na ni kwa nini mume wako alikuacha ukiwa mdogo? Licha ya shughuli hizi zote, nilitaka kufahamu lengo kuu la kuanzisha wakfu huu, na mwanzilishi Apostle Ndura wa Ruingi ananieleza zaidi. Mfalme wa Amani Foundation ambao tunaita Mfafo ni kikundi ambacho tumekuwa nacho kwa muda wa miaka 4 sasa, hususan kwa ajili ya kusaidia watu ambao hawajiwezi. Wajane hawa wakizungumza moja kwa moja na runinga ya Bethel Clouds TV wanaelezea jinsi makazi yao yamebomolewa na shida zao kuongezeka. Jina naitwa Joyce Wanja, mimi ni mkaaji wa Kiambio. Pale Kiambio tulibomolewa kama hatujajipanga, na pale siku ile tingatinga ilikuja hatukukua na vitu zetu zikaibiwa zote, hatukupata hata chochote. Pale tuko na shida ya wamama na wasichana. Saa zile tumelala pale, kuna hata msichana mmoja alilepiwa pale kama juu tunalala hapo kwa mto. Kuna vijana walikuja walevi wakalepu msichana wetu mmoja. Sasa sisi kama wamama tuko na shida juu hatujui hapo mbeleni itakuwa aje. Sijui kama tutakuja kulepiwa pale na serikali inaona. Sisi hatukuwa watu wa kuomba, tulikuwa tunajitegemea. Lakini saa hii tunalala pale, mvua inatunyeshea, hatuna mablanketi pale, umbu inatuuma na tutapata maugonjwa mingi pale juu tunakusanyika mahali, tunaweka tumagunia, tunalala pale. Sasa tunaomba watu wenye wahifadhi wema wakuje watusaidie na chakula, wakuje watuletee madawa juu kuna watu paka wamegojeka TB pale. Tunaomba serikali yetu, makanisa wenye wako na nguvu wakuje watusaidie, watutoe mahali pale. Tunataka wakuje saa hii tuko na nguvu kabla tukufie pale. Juu pale baridi iko na tunanyeshewa sana. Tunaomba serikali yetu ikuje iokoe maisha yetu, na sana sana wamama na wasichana tuko kwa shida. Kama huyo ni mmoja alilepiwa, tutalepiwa wangapi? Kwa kudhibitisha madai ya wajane hawa, runinga ya Bethel TV walianza safari hadi mtaa wa mabanda wa Kayole na kukutana na mama Veronica ambaye anatuelekeza hadi nyumbani kwake. Hiki kibanda ndicho Veronica anaita nyumbani, na akiwa mwenye huzuni anatueleza ni kwa nini anaishi hapa na masaibu anayoyapitia. Kwa majina naitwa Veronica Wabui Muguda. Niko hapa Kayole.
Nilikuwa nimetoka Makadara 2 Agosti 10. Wakati nilikuja Kayole nikang'ang'ana na maisha. Sasa hata kazi saa hizi sina. Na sina kitu yoyote naweza fanya. Lakini sasa wakati kulikuwa mafuriko, mvua ilikuwa inanyesha, tunanyeshewa, maji ilikuwa inaingilia na huko ndani. Hakuna mtu hata mmoja amesha kuja hapa akasema ati ananisaidia. Wanisaidie tu, wanipatie pahali pa kuishi mzuri. Unaona hata nguo nafuliaga hapa na anika hapa. Huko uwezi anika, una pahali pa kuanika. Baada ya kutoka Kayole kumalizana na Mama Veronica, tunafululiza moja kwa moja hadi mtaa wa mabanda wa Soweto pamoja na Mathare. Na mpenzi mtazamaji, unavyotazama hali si hali, inasikitisha zaidi. Na nakutana na wamama hawa vile ambao pia ni wajane na ni wakongwe, wananieleza masaibu yao. Nyumba yangu ni hapa, hakulibomolewa, na mimi niko mgonjwa na mashida, usingizi ni kuomba, kila kitu ni kupewa, mimi napewa. Kama sina mtoto akunisaidia, wale nilikuwa naye. Tinga tu ndio ilikuja na kupomoa. Una kutingitwa huko kwa kupomolewa, kunakuwa kichwa kikuwa hicho. Ninaomba chakula tu, wala nani napatiwa pale, watoto wanapatiwa, naenda tangine napatiwa. Tataba naenda ninapatiwa nakula na jioni. Mimi niko na tita ya mahali ya kulala. Nola ana mahali ya kwenda. Sianakaa tu hapa. Mimi najikia njaa. Wengine wananikuta hapa, mtu ananipatia 10. Huyo napitia hapa, nanunuliwa, nakunywa, naenda kulala. Ninalala pale, watoto wanalala, wale wajule. Nikawaambia mimi nitalala hapo. Nikilala mimi naamka, naanza kuturura huko. Sasa wakati tulibomolewa tukakosa vile naweza fanya. Ilikuwa ni ya mabati kabisa, niuze mabati na miti ndio nipate rent. Nilipouza nikapata kanyumba, nikalipa 25. Na hapo ndio ninaishi. Tunapitia mangumu sababu hata hatujui mwezi ikiisha hiyo rent nyingine tutatoa wapi. Kula imekuwa ni shida. Maisha imekuwa mangumu. Hatuelewi tunaelekea wapi. Tunakaa ni kama tu kukua na mahali. Chakula ni ya msaada tu. Nikienda huko kwa Bishop Waroige ndio ninapata kitu ya kuweka kwa tumbo na wajukuu wangu. Hii nyumba ilibomolewa ndio nilikuwa nasomesa hawa juu ni mayatima. Wana mama, wana baba, mimi ndio mama na ndio shosho na ndio kila kitu. Nisaidie. Naomba usaidizi hata kwa serikali, wanisaidie. Mataria ni babangu mwenye hii shamba hapa tulikuwa tunakaa kutoka 1963. Aliaga, mama akaaga na tukawachwa hapa. Sasa tulipomolewa rumu 12, hatuna makao. Na tuko na watoto weko shule, tuko na mahitaji, wengine ni wagonjwa wanataka dawa, na tulikuwa tunasaidika na hizi nyumba. Sina kunywanga dawa, niko pressure, niko ugonjwa ya misisi na arthritis. Mimi ni mgonjwa, mimi nakuanga na sukari na kuumwa ni miguu. Na mimi sina uwezo yoyote. Maana yake nilijaribu juu chini, nikashindwa, miaka yangu imekataa kuenda kutafuta kibarua. Nguo sina, hata kiatu ya kutembea nayo sina. Hiyo vitu yote wakati tumebomolewa, wengine wanakuja wanatunyang'anya na wanatuibia hata mapati. Sasa sisi tunakaa hivi kama masikini ambao hina mtu yoyote ambao anaweza kusaidiwa ni Wakfu wa Mfalme wa Amani Foundation vile umechukua majukumu ya kuwalea watoto walioachwa na wazazi wao na kuwapatia matibabu na vile kuanzisha miradi itakayosaidia akina mama hawa, kwani hawana uwezo wa kutafuta ajira kujitegemea. Kwanza tunashughulika kwenye afya, medical care, tunashughulika kutafuta chakula, tunajenga nyumba. Hivi tuko na mradi mkubwa wa kujenga nyumba ambao wale watu waliovunjiwa nyumba zao mahali wanaweza pata pa kulala. Kisha baadaye kuna watoto wao walikuwa na wategemea, wengine ni wajukuu waliachiwa na watoto waliowazaa
ambao waliingia kwenye mihadarati, ulevi, usherati, wakazaa watoto kisha wakapotea, wakawacha watoto wale wanaishi na nyanya zao na babu zao. Pia hao watoto tumewachukua minajili ya kuelimisha na kuwasaidia kwenye hali za kimsingi za maisha ya binadamu. Therefore, it's a broad-based organization ambao tunafanya mipango mbalimbali. Kwa sasa tumeanza mradi na kina mama. Kuna kiondo, sijui kama unaelewa kiondo. Kiondo ni kitu registered maka Japan. Kiondo ni vikapu vile vya mama traditionally weaved pamoja. Kuna wamama ambao wameanza mradi huo. Tunawasaidia hao wakongwe wa miaka 70, 60, 50 wana uwezo wa kufanya ile kazi. Sasa tumeanzishia mradi wao, wako karibu zaidi ya mama 200 ambao vile vikapu tuvitengeneza tutaviuza nje ya nchi. Ndio mapato yanayopatikana tunawasaidia nayo katika lishe, kuwajengea zile nyumba. Pia kuna wengine wanatengeneza sabuni, kuna wengine ambao wanatengeneza vitu mbalimbali, kuna wanashona sweta ambazo tunazivaa. Kwa hivyo tunatafuta shule mbalimbali, wakuu wa shule. Tumepeleka proposals zetu, hawa mama wametengeneza zile sweta, waweze kubali tu zinunuliwe kule, ama tuwe tukifanya kazi kule kwa minajili ya kusaidia huyu mama, bila tu tuache kuwapatia zile handout, maana wako na uwezo wa kufanya kazi. Mchungaji Koki ambaye pia anahusika na kusimamia wamama hawa katika wakfu huu wa Amani Foundation anawasihi wahisani kujitokeza ili kuwasaidia wazee hawa na kuwapatia makazi maalum ambapo pia nao watakuwa wanajisi wako nyumbani, na vile kuitaka serikali kuu kuingilia kati na kuweza kuwasaidia. Hivyo wewe ambao unatutazama na wewe mwenye umenguzwa, simama na mzee mmoja tu apate makao na utukufu utamrudia Mungu. Kuna uwezekano kama uko na shamba mahali, hata kama ni ekari moja, utakuwa umetusaidia pakubwa. Wajengewe kila mtu karumu kamoja, wafanye wakikaa pale wanapongojea suluhu ni nini, watarudishiwa mashamba yao ama hapana. Kwa hivyo kama serikali yetu chini ya uongozi wa president wetu Ruto, ni vizuri sana unaposikia hii na uone malilio yao, na ninajua unajua kabisa na unajua kile kilifanyika. Kwa kweli ukisimama na hao wazee wasaidike, Mungu atakubariki. Apostle Ndura Warwingi anaeleza kituo hiki kuwa wanaohitaji usaidizi ni wengi, hivyo basi kuwakaribisha wote wanaojitolea kwa misaada mbalimbali ili kubadilisha maisha ya kina mama hawa ambao wanashughulika. Pia tuko na watu wenye wamesomea kwenye taaluma mbalimbali na wamejitolea kufanya ile kazi, lakini sasa ugumu umekuwa kuwafikia wengi kwa sababu demand ni kubwa. Walio wakongwe ni wengi, wanaopitia changamoto zile ni wengi, lakini kwa uchache tumefaulu, na tunatumaini ya kwamba tutapata mtu mahali atakayechangia katika mfuko huu wa kusaidia hao wakongwe. Okay. Utakuja pale kama una msaada wote ule unaweza ulete. Kama ni fedha unaweza kutuma kupitia kwa mtandao huo wa Paybill, na pia kwa nambari ya simu ambayo tumeipatiana kwa ajili ya kupatia watu, na pia unaweza kutembelea pia kuja na kuona vile tunavyofanya. Wasemavyo wahenga, atenda wema anenda zako. Bila shaka umesikia kilio cha kina mama hawa na uko huru kutenda wema kwa msaada wowote ule ili tuweze kubadilisha maisha yao. Usikose kuungana nami kwenye makala yajayo. Nimekuwa msimulizi wako Job Wamalwa, wapiga picha wangu Thuku Karanja na Kimbali Wanjiku. Mwelekezi wa makala haya ni Mfalme wa Amani Foundation. Kwaheri.